sababu ulokole. Ndio maana walokole wanafanya jina la Mungu linatokana sababu ya maisha wanaoishi, sio kama ya Mungu. Wanaishi maisha ya ulokole, yani kidini. Maana yake mlokole na mdini hawana tofauti. Sababu kwa kuwa umeitwa mlokole, wewe nikwambie kitu mtu wangu. Nimekuambia aliokoka hajionyeshi bali anaonekana. Halo? Tunaelewana vizuri? Utaona tu mtu namna anavyoishi, utaona mtu anahofia. Sio mtu anakuambia mimi nimeokoka na hofu ya Mungu. Tunataka tuone matendo yako yakoje. Unachokisema na matendo yako ni vitu vinavyoendana. Sio umeokoka huku unavuta sigara. Huko umeokoka. Haleluya. Kumpokea Kristo sio kazi. Kazi ni kuishi kama Kristo anavyotaka. Je, unaweza? Petro alikuwa mvuvi, akaambiwa acha nifanye. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, acha ufanyaje? Kiangalia wanafunzi wa Yesu wote walikuwa na shughuli zao, lakini waliacha vyote wakampokea Kristo na wakaishi kama Kristo anafanyaje, anavyotaka. Maanake tukitii, tukienenda kama Mungu anavyotaka, tutafanikiwa. Maombi yako unaomba, ndio sijakataa, lakini je, unautii? Kile Mungu anachokuagiza unakitii? Utajikuta wewe unaomba Baba kwa jina la Yesu. Wewe ndio huyo unaanza kuponda watumishi. Sasa kuna mafanikio? Kuna mafanikio utakayopata zaidi ya kuzuilia maombi yako? Ndio maana vitu vingine nakubidi uombe rehema, maana yake haujui ufanyalo, haujui unaloliongea ni lipi. Ndio maana Mungu ni Mungu wa kanuni, hafanyi kitu tofauti. Anafanya kitu kama jinsi anavyokusudia, sio kama unavyokusudia. Maana yake Biblia imekwambia kinywa chako kina uwezo mara ngapi? Mara 2. Kina laana na kina nini? Kina baraka. Kina uzima alafu kina nini? Kina mauti. Kinywa hichi kimoja. Wewe ukijitamkia kwamba mimi sitajaka nifanikiwe, nadhani kwambia hata je mchungaji nani hawezi. Huwezi kufanikiwa mpaka ukatubu lile neno liondoke. Halo? Kwa sababu vitu vingine tunafanya sisi, tunaelewana vizuri, tunasema ni adui yupi. Kuna somo moja nitakuja kufundisha Mungu akijalia, lakini pale nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Kati ya Jumamosi ama Jumapili kama sijakosea. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi tunaomba Mungu atupe baraka, lakini hatujui namna ya kutunza zile baraka. Hivi naeleweka? Ndio kichwa cha somo. Tunamuomba Mungu atubariki, lakini hatujapata formula ya kutunza ile baraka. Unanielewa mtu wa Mungu? Mungu nibariki, Mungu nipe kazi. Amekupa kazi, lakini hujajua namna ya kutunza ile kazi. Mungu amekutendea muujiza, hujajua namna ya kufanyaje ule muujiza, kuutunza. Maana yake Mungu anapokupa hichi kiti anataka ukitunze. Mimi hakuna mahali ninapopaishi kama. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mahali ninapopaishi kama hapa. Au nikute mtu amesimama juu ya kitu, unajua naangalia tu, tamani kiboko nimtandike viwili vitatu. Manake havijaja kwa hivi, havijaja kwa raha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ispiko na vuyo haijaja kwa raha. Kwamba umekaa ukanyosha miguu ikaja, unaingia kuomba, unaingia kufunga. Mpaka mtu atoe lake mfukoni ya mchungaji kwa vuyo. Si rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma haraka kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 6 anasema, yeye asema ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama alivyoenenda. Kama Kristo yuko ndani yako, unapaswa uenende kama Kristo vile vile alivyoenenda. Kama Kristo alitenda haki, basi na wewe kwa kuwa yuko ndani yako, tenda haki. Maana yake Kristo sio upendeleo, Kristo ni wa wote.
Sasa mlokole unakuja yaani umekuja siku ya kwanza kanisani, umemaliza mwezi kanisani, umeshajua kuomba na umeshajazwa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa una ufahamu wa kiroho, unaanza kuparangana na majirani. Ribobobo shakanda rabasaka. Kwa kuwa jirani jana umemsemesha hajakujibu, unaanza naye ndio adui yangu. Hivyo utatoboa. Halo, ndio maana mambo ya Mungu yanaenenda kwa hekima. Mambo ya Mungu yanaenda kwa hekima, sio kukurupuka. Kuna kitu kinaitwa miemko. Wakasema wengine kierere. Hivi tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Je, kuna wengine wanakuja kanisani, sijakataa, ndani ya kanisa wanaomba, lakini katika roho wanamaanisha kile wanachofanyaje. Lakini kuna mwingine anakuja yeye ni kunena kwa lugha, hata kunena kwenyewe sijui kama anajua, lakini anaomba ili mchungaji amuone, ama watu waseme huyu dada anaomba, huyu dada anaomba. Amani, kama siku moja niliwahi kuambia, upako sio kutoa sauti kubwa, na upako sio kwamba ni kutoa sauti ndogo, bali Mungu anachoangalia ni moyo uliopondeka, moyo uliojinyenyekeza, ndio Mungu anapitisha upako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eti tatizo liko pale, unaanza kuambia toka, toka, toka. Haya, unaanza sasa na jirani yako pale, namng'oa kwenye hichi chumba, namng'oa kwa damu Yesu. Mungu, sasa unamng'oa wewe, kwani unamlipia kodi? Na madhara yake mwisho wake ni mbaya. Sababu gani? Inafika mahali unaanza kusema huyu Mungu ajibu. Sasa Mungu ajibu kumbavu. Inafika mahali unaanza kukata tamaa, unasema Mungu asikii maombi yangu kabisa. Kumbe maombi unayoomba hayana formula. Maombi unayoomba ni ya mashindano. Badala ushindane na mapepo na wachawi, unaanza kushindana na jirani yako wa kimwili unayemwona. Nilifundisha somo moja nikasema kuna namna ya kushinda vita vya kiroho. Nilifundisha sura ya kwanza na sura ya pili. Sura ya kwanza ilikuwa ni kumtambua adui. Watu wengi tunajua kwamba tunapigana na mwili, vita mwili kwa mwili. Hapana, vita tunavyopigana navyo ni vita vya roho kwa roho. Tunashindwa vita vya kiroho kwa sababu gani? Vita vya kiroho tunavileta mwilini, mambo ya rohoni tunaileta mwilini. Badala upambane na shetani kimwili, unaanza kupambana na shetani kiroho. Kwani ukiwekea tomato mlangoni, wewe ukienda utasema ni damu? Bila kuingia rohoni, wewe utaingia kuomba umenekea damu, kumbe ni tomato. Ile aliyekuwekea atajua kabisa huyu mtu hajaokoka, huyu mtu hana hekima, huyu mtu hana ufahamu. Ndio maana mambo ya Mungu hayahitaji ukurupuke. Mambo ya Mungu yanahitaji utulie. Ukikuta kibuyu nyumbani kwako mlangoni, usitetereke, relax. Mungu atakupa formula. Mungu atasema na wewe ufanye nini. Naeleweka? Sasa ulokole wako hadi kwenye msiba. Mimi niliwahi kupishana na mtu njiani akaanguka mapepo. Sikuleta kierere sababu ya kumwombea, hata kama nilikuwa mchungaji. Nilipita, nilikimbia. Kuna dada mmoja alikuja kwa kipindi cha nyuma, alikuwa ni kichaa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukianza maombi, tukianza kuomba tu, anaenda kwa katikati ya barabara. Akaja mchungaji mmoja akashuka, sema mimi ni mchungaji. Sisi tumekaa kama sio wachungaji, sababu hekima. Ukikosa hekima, yani watu watakuona ni mpumbavu. Ukikosa hekima, hata Mungu kujifunua itakuwa ni ngumu. Maanake Mungu anataka. Nilikutana na dada mmoja akaniambia, mchungaji, naomba nitabirie. Nitabirie njoo sana. Sio unakutana na mchungaji mlimani, anakuambia naona biashara yako haiendi. Ukiangalia usifanye biashara. Sababu gani? Miemko ya unabii. Anakuambia mama, usiana, naona kuku wako wanakufa sana. Ukiangalia mahusiano lakini ni mtumishi wa Mungu. Lakini kitu kinaitwa hekima, afu mtachanganya miemko. Kukosa hekima na miemko, hiyo utakupoteza. Wewe usiniambia kila saa uko roho. Wewe usiniambia eti wewe ni kila saa uko roho. Naonyesha moja bila. Mimi kama mtu kama unakata rafiki, usikufiche. Sababu utanipoteza. Sababu utafanyaje? Utanipoteza. Ndio maana Biblia inasema kila jambo na wakati wake.
mimi nikiwa hapa nikute nalima pale shambani, niambie mchungaji tabirie. Mama yangu alete jembe mpe alime hapa. Tumalize kwanza alafu tuende kanisa. Tunaelewana vizuri? Naonyesha biashara yako hii. Naonyesha na roho Bwana. Naonyesha kuna punda wako alipenda. Hata hujawahi fuga hata punda. Mama mmoja alikuwa ni mwimbaji, alikuwa anakaa mshoni. Ni mtumishi. Akaniambia mtumishi, kuna vijana wale kama la kwetu sisi. Kama la kwao. Kuna kijana alikuwa ni nabii. Kweli Mungu alikuwa anamtumia. Ila alikuwa yani kuna namna ya kujilinda fulani. Akafika kwenye nyumba kama za wapangaji kama hizi, akasema kuna uchawi unaonyeshwa ndani kibuyu kikubwa. Wakaingia ndani tafuta. Mchungaji akamwambia toeni vitu vyote kwa kibuyu hivi. Watu wote waambia hapa watoe vitu hivi. Kurudisha. Wataacha kutandika mama. Hekima. Uchawi unaona warizini, usiona wanapochimbia uchawi warizini. Unaweza ukauona huko hapo, lakini usipokaa vizuri uchawi unaama. Sababu ni majini yanahama. Utachimba pale utakuta hamna. Utachimba nje kwa watu. Leo utachimba nje kwa watu sana, mashimo yatakuwepo sana. Mwisho wa siku atakwambia ise. Ndio maana leo unatakiwa uende kwa maelekezo. Kabla hujauchimbua ukamatwe kwanza pale. Malaika wasimamie pale. Na sauti kuelekeza chimba pale. Sio useme nilionyeshwa hapa jana. Na fulani kesho kidogo kutoka pale na hama. Kama kuna mchungaji mmoja aliyekuja kule Kilimanjaro. Alikuja Kilimanjaro. Alichimbua. Unajua alichimbua? Sebule ya mtu ilichimbuliwa. Wakaja kukuta uchawi huko nje. Sasa sebule ya mtu ilikuwa ni tiles. Sasa Bwana amesema maana gani? Tiles zangu zinakuja hapa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo maisha ambayo unatakiwa uishi kama Kristo anafanyaje? Mimi sikuona mahali Yesu alikuwa anaruka kila mahali. Sikumuona Yesu akwenda mbele za watu hapana, sikumuona, sijaona kwenye Biblia. Yesu alikuwa anaendesha ibada yenye hekima. Ina maana ibada yenye hekima ina uwepo wa Mungu. Mungu akai mahali ambapo hapana heshima. Mungu anakaa mahali penye heshima. Mungu anajifunua mahali penye heshima. Ukimheshimu. Niliwahi kufundisha somo moja hapa nikawaambia, Roho Mtakatifu yupo kila mahali. Hata hapo ulipo yupo. Yaani hauko mbali naye, yuko pamoja na wewe. Na Roho Mtakatifu anaweza akajifunua kwako kwa njia tofauti tofauti. Lakini kwa kuwa dini ama kwa kuwa dhehebu lako limekufundisha hivyo, unajua Roho Mtakatifu ni wa formula moja. Roho Mtakatifu sio, yani ni roho ambaye haonekani lakini yupo. Nikafundisha siku moja nikaambia, nguvu zake zipo. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu zake zipo, yani kila mahali wewe tu hujataka. Maana yake hata sasa hivi kumwisi unaweza, yani siji nikuelezeje mtu. Unasema fili kusikia kama yupo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukawa hauna amani ndani yako. Uko peke yako, una amani. Ukamwambia Roho Bwana, naomba unipe amani. Sasa hiyo anakupa amani na kaiwa fulani mororo kanapita vile katapia huko kwenye kitimoto choma au kitimoto rosti. Haleluya. 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 Unajikuta kuna mzigo ndani yako umefanyaje? Umeondoka. Nikawaambia kwamba ibada iliyojaa utukufu ni ile ibada ambayo Roho wa Mungu yupo. Kama Roho wa Mungu hayupo kwenye ibada, hiyo sio ibada.